ambayo hiyo ni kampuni ya AI ambao wanalipa $10 kwa saa kutrain AI Kiswahili. Ni kazi ambayo inahitaji hata interview. Unaingia pale, unarekodi sauti, unatuma. Kwenye hiyo video hapo juu, Baraka Mafole anaelezea kuhusiana na hii kazi ya Silensio AI ambayo ni kazi ya kutrain AI models. Sasa hao Silensio AI wao wana act kama intermediate kati yako wewe na zile AI companies. Recording zako wewe zitatumika kwenye kutrain AI models katika companies tofauti tofauti. Hii koje nitakuelezea. Kwenye video nitakuelezea una rekodije hizo voice recordings, unalipwaje na vigezo ambavyo vinahitajika kwa ajili ya hizo video zako kuwa validated. Sasa voice recording zako zikiwa validated unalipwa kwa njia gani? Kwa sababu hii Silensio AI ni crypto based project, kwa watakulipa wewe kwa njia ya crypto. Kwa watakulipa USDC ambazo ni stable coin, lakini watakulipa kwa njia ya crypto. Kwa njia ambayo utatakiwa kutumia withdraw hizo earnings zako kwenye Silensio AI ni cryptocurrency, ambapo watakulipa USDC kama stable coin na utazi withdraw kupitia wallet, ambapo sasa kwa wakati huo inabidi uwe umesha connect wallet yako either MetaMask au Trust Wallet. Hautakiwi kuconnect exchange. Kisha download MetaMask, uta create account. Jinsi ya create account, kwa sababu hii ni Web3 wallet, kuna maneno 12 utapewa pale. Yale maneno 12 ndo kama key kwenye wallet yako. Utakiwa kushare na mtu, utakiwa kuyapoteza, kwa sababu ukipoteza hayo maneno 12 umepoteza access ya wallet yako. Kwa endapo hata utafuta hiyo application, ile hayo maneno 12 utakiwa kuyahifadhi pembeni. Hiyo ndo key ya wallet yako. Kwa hiyo namna ya create wallet kwenye Trust Wallet, kwenye MetaMask, unabidi utunze ile maneno 12 wanaokupa ambayo yanaitwa secret phrase. Kwa utayatunza sehemu. Kwa ukishafungua pale, unachotakiwa kukifanya ni kuadd hiyo network ya PEARC, kwa sababu kuna kwenye MetaMask ina support network tofauti tofauti. Hii ni EVM compatible wallet. Utabidi uadd hiyo network ya PEARC. Nitaweka details hapo chini. Kwanza, ukiingia kwenye MetaMask kuna sehemu kumeandikwa browser. Utaenda kuandika chain list kama itakavyokuwa hapa. Utaenda kuandika chain list. Kwa hiyo utaenda kusearch kwenye ile browser pale, uta search chain list. Ukisha search chain list, kwenye result pale utaandika PEARC. Kwa hiyo itakuja PEARC, uta connect wallet yako. Kuna sehemu kumeandikwa connect wallet, uta connect wallet. Kwa chini pale kuna sehemu kumeandikwa add to MetaMask. Uta click add, then hiyo network itakuwa added kwenye wallet yako. Kwa hiyo utakuwa umeadd network ya PEARC kwenye wallet yako ya MetaMask. Kwa hiyo hapo utakuwa umesha add network ya PEARC. Stage ya pili, utakuja hapa kwenye sehemu ya plus sign pale, then nitakutumia contract address ya USDC. Utaenda utaiadi ile USDC pale. Sasa malipo, kampeni itapokuwa validated na client atakapolipa, wale Silensio AI wanafanya malipo directly kwenda kwenye wallet yako. Kwa hiyo malipo wewe hautaenda kuyaclaim kwenye app, wao watakutumia directly kwenda kwenye wallet yako. Kwa hiyo wewe kwenye Silensio AI kule utakachokiona ni status tu kwamba umepokea malipo labda ya $10, $20, $30, $100, ambapo ya malipo utakuwa tayari usha link wallet yako ya kureceive ya malipo ya USDC. Kwa namna ya kulink hiyo wallet, ukisha add hiyo wallet, ukisha add hiyo network ya PEARC, utakachokifanya utarudi kwenye homepage ya MetaMask, then utaenda sehemu ya receive. Ukienda kwenye receive pale, kwa sababu hii ni EVM compatible wallet yako inakuwa inafanana. Kwa hiyo utaenda kwenye sehemu ya receive pale, utakopi ile address ambayo utaiona pale. Ukikopi ile address, utarudi sasa kwenye Silensio AI website. Ukienda kwenye Silensio AI website, unaenda kwenye sehemu ya earning pale. Ukienda kwenye earning, utaenda kwenye sehemu ya link. Kuna maelezo utasoma pale chini, wanakuelekeza kwamba unatakiwa kuconnect wallet ya network gani. Kwa pale sehemu ya address pale utapaste ile address, then utapaste ile address, then utasave. Ukisha save, tafsiri yake umeshawapa address ambao watafanya malipo endapo utakuwa validated. Tuseme katika zile chance 1459 umerekodi dakika 5, dakika 10, dakika 20, ukapata ulienda vizuri na kuna masaa 10 ambayo yalikuwa validated. Masaa 10 times 10 hizo ni $100. Tafsiri yake ni katika kila saa ni $10. Kwa hiyo malipo ya $100. Kwa Silensio AI watakachokifanya, wakishapata payment kutoka client ambaye alizirequest hizo voice recordings za lugha fulani, wao watafanya malipo directly kwenda kwenye application, kwenda kwenye wallet zenu ambazo mliziweka pale. Ila status ya malipo yako utayaona kwenye Silensio AI app pale. Hadi hapo ushajua kwa nini una record hizo voice recordings na anakulipa kwa njia gani.
Sasa hapa naenda kuelezea namna ya kuzifanya, yani kuanzia mwanzo hadi mwisho, jinsi ya kufanya hiyo kazi sasa ya kurekodi hizo voice recordings. Na hii task anaweza kaifanya mtu yoyote, haina limitation, anaweza kafanya mtu yoyote as long as unajua kuzungumza Kiswahili ama unaweza kusoma script za Kiingereza. Kwa hiyo hamna limitation, hamna mtihani au hamna eligibility criteria ya wewe kuweza kuwa eligible kwa ajili ya kufanya hizi task. Kwa mtu yoyote ambaye anaweza kuzungumza Kiswahili au anaweza kuzungumza Kiingereza au kwa kuzungumza lugha zingine ambazo ziko listed pale, anaweza kufanya hii task. Kwa hiyo step ya kwanza utakayofanya, utaklik hiyo link ambayo nitaweka link hapo kwenye bio hapo chini, au utagusa hapo kwenye profile hapo juu, utakupeleka kwenye link hiyo ya Silencio AI. Ukishaklik hiyo link, ukishafungua hiyo link, itakuhitaji ujaze details zako. Utajaza mwaka wako wa kuzaliwa, utajaza baadhi ya taarifa zako ambazo watakuuliza pale, na ukifika sehemu ya kujaza lugha utajaza Kiswahili, pia utajaza lugha ya Kiingereza. Inabidi uwe mkweli kwenye lugha ya Kiswahili, inabidi uweke wewe ni native speaker, kwa kwamba wewe ni mzawa, unaweza kuongea Kiswahili kwa ufasaha. Kwenye location utaweka Tanzania, na utaadi language nyingine, utaadi English kama unaweza kusoma script za Kiingereza au unaweza kuzungumza Kiingereza, kwa sababu sio lazima unaweza kuzungumza free speech. Kuna monologues pia script ambazo unaweza kuzisoma pale, kama unaweza kaadi. Kwenye English usiweke native, kwa sababu ukiweka native wanategemea voice ambazo zitakuwa zinatoka kwako ni za mtu anayezungumza Kiingereza ambacho ni fasaha kama mzawa. Kwa hiyo kwenye English unaweza kuweka fluent, kwamba unaweza kuzungumza Kiingereza lakini wewe sio mzawa. Kisha maliza kujaza details zako kuanzia mwanzo hadi mwisho, utaingia kwenye nitakuwa naweka hapo juu, utaingia kwenye dashboard sasa ya hiyo Silencio AI, na utaona pale juu kama ulijaza lugha ya Kiingereza na Kiswahili, utaona hapo juu kwa wakati huu utakuwa umequalify kwa ajili ya campaign mbili. Kwa hiyo kuna campaigns ambazo zinakuwa zinawekwa hapo. Na campaigns ni nini? Campaigns ni kwamba wao wanapata request direct kutoka kwa client. Mfano hizo AI training companies au hizo AI model companies, wao wana request labda tunataka masaa 1000 ya lugha ya Kiswahili, au tunataka masaa 10,000 katika lugha ya Kiingereza, au tunataka masaa 10,000 katika lugha ya Kiingereza lakini katika accent ya British au katika accent ya lugha sehemu tofauti. Kwa hiyo wao Silencio AI wanakuja wanaweka request pale kwamba yanahitajika masaa 1000 katika lugha ya Kiingereza au yanahitajika masaa 10,000 katika lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo watajoin watu tofauti, na wewe pia utajoin, utakuwa mmoja wapo, utaanza kurekodi hizo voice. Zitakapofika masaa 1000, hiyo kampeni itakuwa imeisha, then watasubmit hiyo kazi kwa client, atareview, then atafanya payment kwa ajili ya nyie kuja kuwa distributed malipo yenu. Kwa hiyo kwa hapo juu unapoona I qualify, afu amekuwekea kwenye mabano, amekuwekea labda kampeni 2 au 3, tafsiri yake kwa wakati huo hizo kampeni 2 ndio unaweza qualify kulingana na lugha ambazo umeziset wewe kwamba unaweza kuzizungumza, ambayo ni Kiswahili na Kiingereza. Kwa ili kujoin hizo kampeni 2 utarudi kwenye vile vidoti vitatu kwa juu pale, utaklik, utaenda sehemu ya opportunity. Ukifika kwenye opportunity pale ukiklik, utakuta zile kampeni 2 ambazo umequalify. Kwa hiyo utaklik join opportunity. Click join opportunity, hapo sasa ndo utakuwa umeingia kwenye interface ya wewe kuweza kurekodi hizo voice zako na kuzisubmit. Utarekodi voice zako na kuzisubmit. Lakini kumbuka, kabla hujajoin opportunity yoyote, angalia kwa pale chini ya caption ya hiyo campaign wanalipa kwa njia gani. Kuna kampeni ambazo wanalipa USDC pamoja na in-app coins. Taelezea in-app coins ni nini, na kuna campaigns ambazo wanalipa in-app coins peke yake. Sasa kabla hujajoin opportunity yoyote, inabidi uhakikishe kwamba hii campaign wanalipa kitu gani, na je, mimi nimekubaliana nayo kushiriki hiyo campaign. Kwa mfano campaign ambayo inaendelea sasa hivi ya Kiswahili ni campaign ambayo una earn only in-app coins. Nitaelezea in-app coins zinatumikaje. Kwa hiyo kuna malipo ya aina 3. Kuna malipo ya USDC. USDC ni stable coin, ambapo utakapolipwa USDC unaweza uka withdraw na uka sell. Hiyo ni stable coin, kwa hiyo unaweza ukaitoa muda wote. Ila kuna malipo ya in-app coins. In-app coins ni nini? Nitakuelezea. Na pia kuna malipo ya CLC token. Hii ni Silencio token. Kumbuka nilisema Silencio AI ni crypto based project. Kwa wao pia ni crypto project, kwa hiyo wana token yao ambayo inaitwa CLC. Sasa in-app coin ni nini? Kwenye kila voice recordings ambayo unairecord, either kwenye free speech au kwenye monologue, utaona kwa chini pale unakuwa na earn zile in-app coins. In-app coins ni nini? In-app coins ni zile malipo ya coins ambazo unazipata kwenye kila voice recordings unayoituma.
kila voice recordings ambayo unaituma unapata malipo ya in-app coins. In-app coins zinatumika kwa ajili ya nini? In-app coins zinatumika kwa ajili ya raffle ticket. Unapo earn zile in-app coins, una uwezo wa kuwithdraw in-app coins kwenda kwenye Silencio AI app. Kwa kuna app ambayo uta download kwenye Play Store ambayo inaitwa Silencio AI app. Register, then utaenda kulink kwenye website ya Silencio. Endapo uta earn zile in-app coin, utakuwa na withdraw kwenda kwenye hiyo Silencio AI app, ambapo hizo Silencio AI app zitatumika kwenye win raffle ticket, ambazo raffle ticket zitatumika kureward wewe Silencio token. Kwa hiyo ile airdrop, hiyo Silencio token ni kama airdrop. Kwa hiyo namna waliochagua kudistribute airdrop ya hiyo Silencio token ni kupitia raffle tickets, ambazo raffle tickets utazipata utakapokuwa na hizo Silencio in-app coins nyingi. Kwa hiyo unapozi withdraw zile in-app coins zinapoenda kwenye Silencio app, unapata raffle ticket, ambazo hizo raffle tickets huwa wana siku maalum ambazo wanachezesha hizo raffle. Kwa endapo ticket yako ita win, kwa utaweza kupata allocation tofauti. Nitaweka hapo juu, utapata allocation ya token tofauti, ambazo token, hiyo token ikija kuwa listed kwenye exchanges, ikija kuwa launched hiyo token, unaweza kuzisell hizo token. Kwa hiyo ni kama airdrop. Kwa hiyo in-app coins zinakusaidia wewe kupata Silencio token. Kwa in-app coins zinakufanya unapata raffle tickets kwa ajili ya kupata hizo Silencio token. Kwa hiyo hapa malipo pekee ambao unaweza withdraw instantly endapo utalipwa ni USDC. Kwa USDC ni stable coin ambao unaweza withdraw endapo utalipwa. Sasa mfano tuzungumzie umejoin kwenye kampeni ya English. Ukijoin kwenye kampeni ya English, utaenda kwenye opportunity, utaenda kwenye zile kampeni ambazo una qualify, utaenda kwenye kampeni ya English, uta click join opportunity. Ile kama ulisha join, wakati mwingine ukilogin utakuwa na click continue, uta continue. Ukienda kwenye continue sasa, namna ya kurekodi kuna namna mbili. Kuna namna ya free speech na kuna namna ya monologue. Free speech wanakupa topic ya kuzungumzia, wanakuguide, wanakupa topic ya kuzungumzia. Kwa mfano nitaweka hapo juu na chini wanaweza kukupa kickstart idea. Kickstart idea ni kwamba wamekupa topic ile, wanakupa pia na guidelines kwamba kwenye hii topic unaweza kuzungumza freely kulingana na guidelines hizi. Unaweza kuzungumza hiki, kuzungumza hiki, kuzungumza na hiki kulingana na hiyo topic. Sasa kwa urahisi kabisa kujirahisishia, kama una device zaidi ya moja, unaweza kwa sababu huwezi kucopy pale, unaweza ka screenshot zile guidelines pamoja na ile topic, unaweza ka screenshot then ukaenda kwenye Google search kwa kutumia photo, uta click ile, uta upload ile picha, then uta copy ile caption pale, au uta copy ile maneno yote pale, zile kickstart idea utazicopy, then utaenda kwenye ChatGPT, kwenye AI yoyote ChatGPT, na before ChatGPT unaweza ukamprompt ukamwelezea kwamba from here naweza nikawa na kutumia ideas tofauti, naomba unitengenezee script as if mtu anaongea. Nitengenezee script ya dakika 5 kama mtu anaongea freely kwenye mada fulani kwa kufuata hizi kickstart idea hizi na hizi na hizi. Kwa hiyo ChatGPT atakuwa na kugeneratea hizo script na wewe unaweza kuwa unazisoma freely kwenye hiyo free speech, kwa sababu ni ngumu pia, hata kama umepewa, hata kama unajua kuongea au kusoma English, inakuwa ni vigumu kuflow, wakupa heading then ukaflow freely kwenye topic yoyote ambao wanaweza kukupa. Kwa hiyo kutumia script inaweza kukurahisishia wakati una record hizo voice recording zako. Kumbuka wakati una record utakiwa kustack, utakiwa kupause kwa muda mrefu ili kuepusha hiyo voice yako kuwa disqualified. Kwa hiyo ChatGPT inaweza kukurahisishia kwenye hizo free speech. Namna ya pili ni monologues. Monologues wanakupa script, kwa hiyo wewe utakuwa unasoma hizo monologues. Kwa hiyo utakuwa na change hapo kati ya free speech na monologue. Kwa hiyo ukienda kwenye monologue, ukiclick watakuletea script kwa chini pale. Kwa hiyo utaklik, ukisha record hiyo voice yako unaweza kuisubmit. The maximum unaweza kurekodi ni dakika 5 na the minimum ni sekunde 20. Kwa hiyo jitahidi kwenye script yako uweze kuimaliza ndani ya dakika 5, au the minimum unaweza kurekodi ni sekunde 20. Kwenye free speech na kwenye monologue the maximum unaweza kurekodi ni dakika 5. Hauwezi kurekodi dakika 10 au 20 consecutively. Kwa hiyo utakuwa na rekodi the maximum ni dakika 5. Na juu ya kampeni pale utaona kuna namba imeandikwa 1459 kwa mfano kwenye kampeni ya English ambayo inaendelea sasa hivi. Hiyo 1459 hiyo ni maximum cap ya recordings ambazo unaweza kurekodi. Kumbuka kampeni inahitaji masaa 10,000. Hawawezi kukuruhusu wewe kurekodi masaa 10,000 peke yako. Hapana, kwa sababu wanataka diversity ya voice recordings. Kwa kila mtu ana maximum recordings ambazo anaweza kurekodi.
Kwa juu pale unaweza kuona namba 1459. Hiyo 1459 hizo ndio maximum amount of recordings ambazo unaweza ukazisubmit wewe. Kwa hiyo hakikisha kwenye hizo 1459 unazitumia vizuri, kwa sababu ukirekodi sekunde 20 ina count, ukirekodi dakika moja ina count, ukirekodi dakika 2 ina count. Kwa hiyo hakikisha kwenye hizo recordings 1459 mpaka ukija kumaliza chances zako zote, hakikisha una dakika nyingi, at least dakika 3, dakika 2, dakika 1 ambazo collectively zikija kuwa validated unakuwa una masaa mengi. Kwa sababu wanapataje hao masaa? Kwa sababu unalipwa $10 kwa lisali moja, unalipwa $10 kwa lisali moja. Hizo lisali moja wanapataje? Zile voice recording zako zitakapokuwa validated, kumbuka kuna baadhi ya voice recording zako zitakataliwa, zitakuwa rejected. Zitakuwa rejected kwa sababu gani? Kwa sababu ya background voice, utakuwa labda na makelele kwa nyuma au hukusikika vizuri, umepause sana. Kuna sababu ambazo zinaweza kufanya voice yako ikawa rejected. Sasa zile sauti zako ambazo zitakuwa accepted au zitakuwa validated, collectively watazicollect wajue una masaa mangapi. Kwa hiyo tuseme ulikuwa umerekodi labda dakika 1, dakika 2, dakika 3, dakika 5, watazichukua zile ambazo ziko validated, wataziunganisha, then watapata una masaa mangapi. Kwa kama ukiwa na masaa 10 utalipwa kulingana na masaa 10. Kwa masaa 10 times 10 maana yake utakuwa na $100. Kama ni lisali moja maana yake $10, masaa mawili $20 na kuendelea. Kwa hakikisha zile nafasi 1459 unazitumia vizuri in a wise way, kwa sababu ukirekodi sekunde 20 kwenye 1459 unaweza ka end up kuwa na masaa machache, unaweza kuwa na masaa 2, 3, 4. Kwa hiyo mtu anayerekodi dakika 5 kwa 1459 anaenda, mtu ambaye anarekodi, kwa hiyo mtu ambaye anarekodi dakika 5 kwenye 1459 anaenda kuwa na dakika nyingi, dakika 1700 plus, ambazo akigawanya kwa sekunde 60 anakuwa na masaa mengi, anaweza kufikisha mpaka masaa 121. Ni tofauti na wewe utakaye rekodi sekunde 20 na kusubmit. Kabla sijamaliza, swali ni kwamba ukishapokea hizo USDC kwenda kwenye MetaMask wallet utaziuzaje? Hilo ni swali. Kuna watu wanauliza ni exchange gani ambayo hiyo Pairs network ina support. Sasa currently sijaona exchange ambayo, sijaona Maxic wala KuCoin au exchange yoyote ambayo ina support hiyo Pairs network kwa sasa hivi. Kwa njia pekee utakaofanya, ukishapokea zile USDC utabidi utazibridge kwenda kwenye network nyingine. Kwa mfano umepokea USDC kwenye Pairs network, utazibridge kwenda labda kwenye Arbitrum au kwenda kwenye Base network. Ukishazibridge kwenda kwenye Arbitrum au Base network, nitaweka hapo bridge link kwenye caption, nitaweka kila kitu. Nitaweka link ya Silencio, nitaweka chain link kwa ajili ya kuadd list, kwa ajili ya kuadd ile network, then nitaadd na link ya kubridge. Link ya kubridge ni endapo ukishapokea malipo ya USDC yako kwenye Pairs network, utaibridge kutoka kwenye Pairs network kwenda kwenye Base au kwenda kwenye Arbitrum. Zile USDC zitakuwa kwenye Base au Arbitrum. Sasa zikiwa kwenye Base au Arbitrum, unaweza kuzi withdraw kwenda kwenye Binance au unaweza ku withdraw kwenda kwenye exchange yoyote ambayo ina support network ya Arbitrum, Base na network zingine zozote. Kwa hiyo currently hakuna exchange ambayo ina support Pairs network. Kwa kuepuka kupoteza hizo USDC zako ambazo zipokea kama malipo, usije ukatuma kwenye exchange yoyote, kwa sababu hakuna exchange ambayo ina support hiyo network. Kwa hiyo njia sahihi ni kubridge kwanza, kuzihamisha ziende kwenye network ambayo inasupportiwa na exchange ambazo zipo. Kwa utazibridge kwenda kwenye Base au kwenye Arbitrum. Ukishazibridge then utazisend kwenye exchange, kama ni Binance, kama ni KuCoin. Kama ni Binance utaenda utaziconvert hizo USDC zitaenda kwenye USDT. Then kama unataka kutoa hiyo hela yako iwe cash kabisa, then utaenda kufanya P2P trading, peer-to-peer trading kwenye Binance, ambapo utabidi uzisell hizo tuseme labda ulipata malipo ya $100, kwa utaenda kwenye P2P trading pale utaenda kusell hizo USDT. Kwa hiyo kwenye Binance hauwezi kuzisell kama zilivyo USDC, utabidi uzichange hizo USDT ili uende kwenye peer-to-peer trading ili kufanya hizo transaction hivyo.